mama wa taifa, wajumbe ambayo wako hapa na PS wetu, waziri ambaye wako hapa, watu ya area hii hamjambo. God is good and all the time. Yangu yatakuwa machache sana, Your Excellency, sababu mimi nakumbuka hawa watu wakati tulikuwa hapa mwaka wa 2018, wakati tulikuwa na shida kubwa sana ya mwenye kiongozi alikuwa hapo samani, wakati alikuwa na sumbua sisi. Tulikuja hapa tukaongea na hao watu na hao watu walikubali mambo yetu. Na washukuru sana, kama si nyinyi kweli hii serikali hatungekuwa naye. Yangu ni kusema, Mheshimiwa Rais, nataka kuunga mkono ikiwa mjumbe ambaye ulinipa kazi upande wa Rift Valley, niwe mjumbe maalum. Nimeona mambo ambayo yanaendelea saa hii. Mheshimiwa Rais, usipojikasa wewe mwenyewe, kiongozi huitwa kiongozi sababu ya kuongoza watu, lakini ukifuata yale unaambiwa na watu, hao watu wataenda kuheshimu. Sababu Mheshimiwa Rais, ile kazi ulinipea nikaenda bunge, ni mambo mengi sana niliyajua, na lazima tuwe tukiambia watu yetu, na watu ambao wanajua maneno waambie wenye hawajui. Katika shilingi 10 ambayo tunaokota katika serikali hii yetu ya Kenya, shilingi tatu peke yake ndio inabaki. Shilingi 7 inaenda kwa madeni, na hiyo madeni ambayo tulichukua dola ikiwa pengine shilingi 90. Saa hii tunalipa na dola ikiwa shilingi 100 karibu 60. Karibu tunalipa hiyo pesa mara mbili. Na wakati rais anaenda kutafutia sisi pesa, ndio tusiweze kuchukua pesa za leba ya hapa ya juu na tutoshe watu yetu ushuru, ndio tupate pesa yetu ya kupewa pesa na inchi za nje. Watu wengi hawataki, na lazima tuambie watu yetu, rais wetu ana nia mzuri ya nchi hii. Na mimi naomba nyinyi jamii yetu na jamii wa Rift Valley msiingie kwa ile mtego ya wale watu, sababu wale watu wanataka tuanguke, na hakuna nchi itaendelea bila ushuru. Sasa nauliza jameni, hata tukiwa watu milioni 50 ndio tuko kwa Kenya hii, rais wetu anasema tutoe ushuru. Tukitoa shilingi moja, hata mwenye hakwenda shule, hiyo ni milioni 50. Tukitoa shilingi 10 ni milioni 500. Tukitoa shilingi 1000 ni bilioni karibu 5. Lakini hata hiyo shilingi 100 au shilingi 1000 ukiwa naye, hakuna kitu inaweza kukusaidia. Lakini rais wetu anatuambia tutoe ushuru. Na tukitoa ushuru, nchi hii yetu mwaka 2 inakuja itakuwa sawa sawa. Kitu ya muhimu ni tupe naibu rais wetu nafasi, mwaka ingine 2 tutakuwa na pesa katika kaunti hii yetu na Kenya mzima. Mimi nasema Mheshimiwa Rais, uendelee namna hiyo. Na wewe ni kiongozi, ukikubali maneno ya hao watu, mwaka ingine 5 nchi hii itakuwa nchi ya maana. Tumepewa fertilizer, tumepewa kila kitu. Fertilizer ilikuwa shilingi 7,000. Saa hii hata mimi nimelima mahindi, nimelima viazi, na hiyo fertilizer iko sawa sawa. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi, rais wetu ana mazuri kwetu. Hata ameenda kutafutia vijana kazi. Leo tumesimama pale, nimeenda kunywa chai hapo, naona vijana wanajaa. Sisi tutakuwa tukiambia nyinyi maneno ya ukweli. Rais, endelea hapo hapo. Na tuwe na interpretation ile imesemwa hapa. Sisi tukiwa wajumbe wenye wamechaguliwa na wenye wamepewa kazi na rais, hatujui ni nani mkubwa. Sijui ni Judiciary, sijui ni mjumbe, sijui ni executive. Lazima kuwe na interpretation mzuri, sababu inaweza letea shida. Kwa haya mimi nasema, rais, usikubali maneno ya hao watu, enda mbele, nafanya kazi. Asanteni sana na Mungu awabariki.